Kwa majina naitwa Neema Ayubu Bendankea, nilitoka katika shule ya Ntobeye Secondary School, ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Napenda kuwapongeza sana Ishize Media kwa kazi mlioifanya na kwa kutuzawadia jezi za michezo pia na mipira. Asanteni sana kwa design ya kwamba mtatuletea kompyuta ya mezani. Kwa hiyo kompyuta itatusaidia sana hasa sisi kwa kidato cha pili kwa sababu tumepewa mtaala mpya. Pia natoa shukrani kwa Ishize Media kwa kuwa mmetuzawadia Think Temp. Pia mmetuahidi kwamba mtatuendelea kutupa vitu mbalimbali. Kwa majina naitwa Sharon Metusaya Joseph, ni kaka mkuu wa shule ya Ntobeye Sekondari. Binafsi nashukuru sana sisi ya Ishize Media kwa kutusaidia vitu vingi sana ambavyo vitakuwa ni msingi sana katika masomo yetu, na mnatusaidia sana katika swala la michezo. Mmeleta jezi kwa wavulana na wasichana, mmeleta mpira, lakini pia mmetusaidia sana katika kuleta think tank ya lita 1000 ambavyo hiyo itatusaidia sana kwa majaribio ya kisayansi ambavyo umeturahisishia ule ukaribu wa kupata maji karibu sana na maabara. Kwa binafsi nashukuru sana kwa kutujali Ntobeye Sekondari, lakini pia nasema asante. Wanasema kwamba mkono utoao ndio ubariki wao. Kwa mkono huo uliotoa naomba ubarikiwe na Mungu awabariki sana. Kwa majina anaitwa Aisha Hashim, nasoma kidato cha 4 katika shule ya Ntobeye Secondary School. Napenda kuwashukuru sana Ishize Media kwa matendo mliyotufanyia. Kwanza, mmetupatia vifaa vya michezo. Pili, mmetupatia think tank. Vifaa vya michezo mlivyotupatia vitatusaidia sana katika michezo. Maana hata hivyo tulikuwa tuna vifaa vya michezo, mmetusaidia sana. Tutakuwa tutaibua kwanza vipaji vyetu vya Ntobeye Sekondari. Tutafaulu vizuri. Napenda kuwashukuru sana Ishize. Kwa majina naitwa Wiseman Ayubu Bizimana, mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Ntobeye. Tunashukuru sana kwa kazi kubwa mliotufanyia, kwa ahadi zenu, na baadhi tumeziona zipo hapa. Kwa mfano ipo think tank hapo na vifaa vya michezo vimeletwa hapa na mipira pia, lakini kwa ahadi hizo zitatusaidia katika masomo yetu na kujenga ufaulu mzuri kwa ahadi hizo za Ishize Media. Mimi kwa majina naitwa Emiliana David Laurian, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 hapa Ntobeye Secondary School. Awali ya yote ningependa kutoa maneno ya shukrani na kusema kwamba huo ni moyo mzuri, moyo wa ukarimu. Ningependa kuwashukuru kwa ajili ya kutuletea vifaa mbalimbali ambavyo mliahidi kipindi tunafanya mahafali ya kidato cha 4 2024, ambavyo vifaa hivyo mlivyoahidi na leo hii mmevitimiza. Ni cha kwanza ni think tank ya maji hapo, ambavyo umeshamaliza kutuwekea vifaa vya mchezo kama vile jezi na mipira, na pia ningependa kuwashukuru kwa kuboresha miundombinu ya maji kwenye nyumba za walimu. Ambacho ningependa kusema pia ni kuambia kwamba vifaa hivyo mlivyotupa vina faida sana hapa kwetu Ntobeye Secondary School. Cha kwanza, kama vifaa vya michezo vitaenda kutusaidia kuibua vipaji vya wanafunzi, lakini pia think tank ya maji hapo itatusaidia kama kutumika huko maabara kwa ajili ya kufanya majaribio. Tungependa kwa hiyo kuwashukuru kwa vitu vyote mlivyotuletea. Tunaombeni muwe na moyo huo. Mungu azidi kuwabariki, azidi kuongezea mlipotoa. Kwa majina naitwa Mwalimu Lista Eugene Kayombo. Hapa Ntobeye na hudumu kama makamu mkuu wa shule, lakini pia ninafundisha masomo ya geography na literature. Kipekee kabisa nichukue hii nafasi kuishukuru Ishize Media kwa kila jambo ambalo linalifanya kwa jamii, lakini kwa baadhi ya taasisi ambazo wanapita na kuzishika mkono. Sisi binafsi kama Ntobeye Sekondari tumefahamiana na Ishize kuanzia miaka 2024. Walikuja Ntobeye wakaanzisha mashindano mbalimbali, na shule kama shule ilitoa kiwanja
tukashiriki michezo mpaka ilipofikia mwisho, wakatoa zawadi kwa makundi ambayo yalipata ushindi na mambo mengine yakaendelea. Lakini pia tunashukuru tulivyowakimbilia kwa mwaka 2024 kwa kuja hapa Ntobeye Sekondari wakiwa kama wageni rasmi. Nakumbuka ilikuwa ni kipindi cha mwishoni kabisa tunaelekea kwenye mahafali. Tukakaa kama timu ya shule, tukapendekeza Ishizwe Media wawe ni wageni wetu kwenye mahafali ya 2024. Kipekee kabisa niseme ni ina watu ambao ni wasikivu, pia ni watu ambao wako karibu sana na jamii, kwa sababu mara tulipowakimbilia kwamba wao wageni rasmi kwenye kipindi hicho cha sherehe hiyo ya 2024 wakaitikia. Of course walipofika hapa Ntobeye Sekondari walisikiliza changamoto zetu. Miongoni mwa vitu ambavyo walivichukua kama changamoto ambazo tulikuwa nazo hapa shuleni, na wakasema watazifanyia kazi kwenye zile nyingi ambazo tulikuwa tumewapatia. Wakaweza kufanyia kazi swala la kutuletea tenki la maji, kusupply maji katika mahabara, lakini pia huduma ya maji kwenye nyumba, baadhi nyumba za walimu wakafanya hivyo. Lakini pia wakaahidi kutuletea mipira miwili na jezi kwa upande wa watoto wa kiume na wavulana. Nashukuru sana kwa ujio wao, wamekuja kwa kweli, wamekamilisha yale yote ambao walikuwa wametuahidi. Lakini kipekee kabisa nimependa hii tamaduni ya watu wa Ishizwe kuzishika jamii mbalimbali, taasisi mbalimbali, kushirikiana nao kwenye mambo mbalimbali, hususan kwenye kutatua changamoto ambazo zinapelekea baadhi ya maeneo kuwa na uwezo mzuri wa kuweka mawasiliano mazuri au rafiki katika masuala mazima ya taaluma. Wamekuwa kiukweli kipaumbele, na kwetu sisi hapa wametusaidia mambo mengi sana na wanazidi kutusaidia, lakini pia wasituchoke. Taasisi ya Ntobeye sio taasisi pekee yenye uhitaji. Taasisi za Ngara ziko nyingi zina uhitaji, lakini sisi kipekee tunashukuru kwa kutuwezesha, kutusaidia baadhi ya vitu, na tunawashauri pia waendelee kusaidia taasisi mbalimbali ambazo zinazunguka maeneo haya ya Ngara. Kipekee tunajivunia sana kuwa na vijana wazawa ambao wanajitahidi kupambana na kurudisha maendeleo kwa jamii. Naitwa Mwalimu Benedicto Nobert, mkuu wa shule ya sekondari Ntobeye. Kwanza nishukuru sana kwa ujio wa Ishizwe Media. Ujio wenu kwa leo katika taasisi yetu ya Ntobeye Sekondari, kwanza umekuwa ni jambo la heri na baraka kwa watumishi, walimu na wanafunzi kwa ujumla, hasa kwa namna ambavyo tumekuwa nanyi tokea mlivyofika muda huu, lakini pia ni kwa huduma ambazo mmezifanya, hasa katika utoaji wa vifaa vya michezo ambavyo mliahidi kuvitoa wakati wa mahafali ya mwaka 2024. Mliahidi kutoa sim tank ya maji pamoja na mtandao wa maji katika nyumba za walimu, lakini pia mliahidi kutoa vifaa vya michezo, na hivyo vyote mmevikamilisha. Awali mlileta sim tank na mkafunga mfumo wa maji katika nyumba ya walimu, kitu ambacho kilisaidia kupunguza adha ya walimu kufuata maji kwenye maeneo ya mbali ambayo kimsingi walikuwa wanasumbuka walimu. Lakini pia kwa leo ambapo mmekamilisha vifaa vyenu kwa kuleta vifaa vya mchezo, binafsi tulikuwa tuna uhitaji mkubwa wa vifaa hivi, hasa tunapojiandaa na mashindano ya UMISETA mwaka 2026. Kwa hiyo basi vifaa hivi vitasaidia kuandaa watoto kwa ajili ya mashindano hayo yatakayoendeshwa hivi karibuni. Na kwa kweli binafsi kama mkuu wa shule niwashukuru sana Ishizwe Media kupitia usimamizi wake mkurugenzi wenu, hasa Bwana Januarius, na hasa kwa namna ambavyo amekuwa akijitoa kwenye taasisi hizi za elimu. Awali nilimfahamu Bwana Januari katika shughuli nyingine za kitaasisi, na hasa tena sasa ameendelea kufanya hivyo katika taasisi yetu hii ya Ntobeye Sekondari. Tunaendelea kumwombea kwa Mungu amjalie aweze kupata cha kumtosha yeye, na hasa kuisimamia taasisi ya Ishizwe Media, lakini pia apate cha kuwasaidia jamii. Lakini pia tunashukuru kwa namna ambavyo pia tulivyomshirikisha changamoto za kitaasisi.
hasa ambapo wamekuwa tayari kushiriki nasi kwenye zoezi zima la ukarabati wa baadhi ya miundombinu ya shule, lakini pia kwa ununuzi wa kompyuta. Vifaa hivi vikipatikana kwenye taasisi yetu vitasaidia sana kwenye shughuli za kitaaluma na hasa pengine kuendelea kuimarisha ufaulu mzuri ambao tumekuwa nao kuanzia mwaka jana 2025 na mpango wetu mwaka 2026 kuendeleza kuimarisha taaluma ya shule na kuendelea kufanya vizuri katika elimu. Ndugu mkurugenzi wa Ishizo Media, tunaendelea kuwashukuru na tunaendelea kuwakaribisha katika mazingira yetu. Muendelee kushirikiana na jamii, hasa shule yetu ya Ntobesi Sekondari bado ina uhitaji mkubwa wa mambo mengi kama ambavyo nimeeleza awali kwenye wasilisho langu la mwanzo nikibainisha baadhi ya changamoto. Tuendelee kushirikiana kuimarisha shughuli zetu za kila siku na pengine tuendelee kufanya vizuri katika shughuli zetu za kitaaluma. Lakini kwa namna ya kipekee ni shughuli sana serikali ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa usimamizi wake ambao anaendelea kutoa fedha za elimu msingi bila ada kwenye shule zetu. Nazo zimesaidia jamii, zimesaidia watoto kuendelea kujifunza na kupata elimu bila ada. Tunamshukuru sana afisa elimu sekondari pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya Ngara ambaye pia ameendelea kutuamini na tunaendelea kufanya kazi chini ya usimamizi wao, na tunaamini kuendelea usimamizi huu uliopo kwa sasa tutaendelea kufanya vizuri kwenye shughuli zetu za kielimu. Tunawatakia heri na baraka katika shughuli zao za kila siku. Asanteni sana na karibu sana katika shule yetu ya Ntobesi Sekondari. Bonjour. Ça va? Mbona mnafurahi? Kwa mwani bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Sawa? Sawa, tazoea. Sawa watoto wazuri. Sawa. Awali ya yote ni mshukuru mkuu wa shule, safu yake ya uongozi, walimu, watumishi wasio walimu na wanafunzi wote kwa ujumla kwa ajili ya makaribisho yenu kwetu. Tunawashukuru zaidi pia kwa kutuzingatia kwenye mahafali ya kidato cha 4 ya mwaka 2024. Kwa hiyo kama alivyozungumza mkuu wa shule, leo tumekuja kukamilisha ahadi ya vitu ambavyo tulikuwa tumewaahidi. Amevitaja vyote, sitaweza kuvirudia, na katika hayo ni wasisitize wanafunzi kwamba vitu hivi tunavifanya kama sehemu ya mchango wetu kwa taifa letu ambalo na nyinyi ni miongoni mwa watu wa taifa letu. Kwa hiyo na nyinyi ni wa taifa letu, si ni sawa watoto wazuri? Kwa hiyo tunawategemea kwamba miaka ijayo nyinyi ndio mtakuwa mnasimama pale ambapo mnawaona watu wengine ambao pengine mnajifunza kutoka kwao, wale ambao tunawaita role models, kwamba mimi siku nikiwa mkubwa natamani niwe kama fulani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo tunafanya haya kwa nia njema kabisa ya kuhakikisha kwamba watoto wa Ntobesi Sekondari mnafikia na nyinyi malengo yenu ya baadaye. Tunaelewana vizuri watoto wazuri? Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza kwamba msome, muwe na bidii, mkishindwa mahali muwaone walimu, nidhamu iwe kipaumbele. Ukiwa na nidhamu na masomo ya darasani utafaulu. Si sawa?